Mkristo ambaye uvai irizi, Mkristo ambaye una majini ufugi, wala una mzimu wa baba yako wala bibi yako, ukiua maombi wafa. Usijifananishe na Wakristo wengine. Wao wanasali na kwenda kwa waganga, wao wanasali wana na majini na mizimu yao. Wewe umeamua kumwamini Yesu 100%. You must be careful. Na lazima ujipange kisawa sawa. Ukiamua kulala na hauna jini, hauna mzimu, hauna tambiko, wafa. Ndio maana kanisa, Wakristo wengi waliookoka maisha yao ni magumu. Kwa nini? Hawasimami katika zamu zao. Anaamka asubuhi anaomba maombi akimshazali pale. Baba naomba unilinde naenda Kariakoo. Nafunga ajali na mapepo ajali. Au sio maombi hayo? Tenga muda omba. Tenga muda omba. Mkristo aliyeokoka huamka usiku. Maombolezo 2:19 andika, Mkristo aliyeokoka anaamka usiku kabla ya kujacha. Maombolezo 2:19, inuka ulalamike mwanzo wa makesha kabla akujacha. Unalala mpaka asubuhi, hoda kwa wingi, utashinda wapi? Utakuwa chapati bini karamati. Maombolezo 2:19. Mkristo anayemwamini Yesu huamka mapema kabla akujacha. Usiku wa manane unauasha, unafungua marango ya siku, unafungua marango ya biashara, unafungua marango ya huduma, unaomba. Inuka ulalamike mwanzo wa makesha kabla akujacha, kwa ajili yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya biashara yako. Ndivyo Maombolezo 2:19 inasema. Lakini hawa wanaambiwa wasilale, wanalala. What's the next thing? Unaweza ukawa umekuja kwenye ibada hii hujaomba. Ukuamka asubuhi na mapema ukamwambia Mungu naenda kwenye ibada usinipite. Unakuja hapa kuambulia matukio. Mchungaji hapa anaenda tafuta kuingize kwenye maombi, na yenyewe uombi unasubiri kuwekwa mkono. Mkono huu wa mtu hauna badiliko lolote kwako. Kuna mkono ambao umeudai usiku wa manane. Huo ndio utakao kwenda kukutana nao. Haujaomba, una chako. Tuache kuwadanganya watu. Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa. Umekuja kupewa nini? Ulichoomba. Nani ameniomba mkate nikampa jiwe? Nani ameniomba yai nikampa nge? Nani ameniomba samaki nikampa nyoka? Mungu anauliza. Lakini unakwenda kwenye ibada, huna maombi ya kwako yanayokutangulia kwenye ibada, unakwenda kusikiliza ibada ya baba mchungaji. Ndio maana wengine mnalala, kwa sababu ibada sio yako. Ingekuwa yako usingelala. Ungesema Mungu leo anasema na mimi, Mungu leo anasema na mimi. Ingekuwa yako. Kwa ibada huandaliwa kabla ya ibada. Biashara huandaliwa kabla ya biashara. Faida ukamatwa kabla ya faida. Usiku wa manane